Kaburini pale si kwamba kuna kuwa na hali ya ujanja wa mtu ndio unakuwa unampelekea eti aokoke na adhabu, la, au werevu wake ni taufiki ya Allah. Na yale maneno kwamba labda baada ya kuuzia kisha baadaye wengine wakaanza kusema pale wakasema kwamba wanakujia visa malaika wawili usiwaogope kadha kadha, hali haina faida yoyote, hana faida yoyote, kwa sababu useme usiseme kile kilichopangwa na Allah kipo vile vile. Kama huyu hataweza kujibu, hata ukamwambia kwamba tena inakuja ile dua pale iliyowekwa na watu, wakikuuliza Mola wako nani, sema Allah. Nabii wako nani, sema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini yako dini gani, sema Uislamu. Huyu kama hakuishi katika dunia kwenye muktadha wa vitu vitatu hivi, hawezi akajibu hata kama mtapiga fujo pale kaburini. Sema hivi ijapokuwa kwamba kunapatikana, imethibiti kipindi kile kwamba watu wanaondoka, maiti husikia sauti ya migongo ya viatu vya watu wakiondoka, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Al-Bara ibn Azib, hadithi ambayo ni hadithi, yani niseme kwamba ni hadithi kali sana, sababu Mtume kaelezea namna inavyotoka roho ya muumini na roho ya kafiri na kaburini na kuweje. Kisha Allah akasema wa innahu la yasma'u qar'a ni'ali ashabihi idha wallaw anhu, yeye atakuwa anasikia sasa mtu maiti pale kilazo kwa mara ya kwanza, roho inarudi, anasikia nini? Ile migongo ya viatu vya watu wake, kwamba tayari hao wanaondoka, wananiacha, anasikia. Lakini sasa haina maana kwamba eti ndo tukiamua kwamba ule wakati wa viatu tuongee sasa jibu hivi, hata iweje Allah hawezi akafanya hili. Ndio sababu ya yeye, kwa maana hafanyi hivyo kwa maana sababu eti yeye ndo ajibu kupitia hivyo. Na jambo ambalo nimesema kama nitatolea tambihi kwenye majlisi ya leo, tuishia hapa, lakini tambihi ambayo nimesema nitaitoa, jambo la kukosa tauhidi katika moyo wa mtu lina madhara mengi sana. Ikawa mtu ana itikadi za kishirikina, kwanza achilia mbali madhara ambayo yanampata yeye, bali mpaka jamii anaitia katika madhara, hasa wale ambao watakuwa na mrengo wake yeye kwenye upande wa kutokuwa na tauhidi. Leo inafikia hatua mtu anakosa amani ya kulala kwa sababu tu kwenye nyumba yake usiku umelala bundi au kasikia sauti ya bundi, kaaminishwa kwamba bundi akilia juu ya paa usiku, hiyo nyumba kutakufa mtu, kana kwamba yule bundi ndio malakul mauti, yani akija pale atoa roho. Yani subhanallah. Wewe tazama pia katika madhara ya kukosa tauhidi na ushirikina kujaa katika vifua vya watu, namna watu walivyokuwa hawana amani. Na kalitaja hili Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao wao na ushirikina, hawatakuwa na amani. Ila waliochanganya kinyume chake hawatakuwa na amani. Leo mtu akiwa na tauhidi anaweza akalala hata nje anajiamini, lakini kuna mtu yupo ndani, humo ndani pia katundika mahirizi, haamini pia ndani, yeye mwenyewe pia hajafikia hapo, pia ana mahirizi huku pia kuna waganga waambia mnilinde watu wazima, ili kukosa tauhidi katika moyo wake, mpaka inafikia hatua sasa wanadhurika watu wengine ambao wao wapo katika hali ya tauhidi kwa sababu ya aliyekosa tauhidi. Nyie tazameni jambo ambalo lilikuwa limeenea masiku ya nyuma, au yani kwa maana limepungua nguvu kwa sasa, kwa sababu tayari lishabainishwa juu ya ubatili wake. Tazama ndani ya ili jambo na jambo lenyewe, pamoja na yale yaliyokuwa ndani katika makosa, limepelekea hatua mpaka baadhi ya watu wamedhurika. Jambo lenyewe la kuitakidi kwamba
kuna watu wakikugusa bega unaibiwa uume, ni ukiguswa bega tu uume unaondoka. Ili jambo lilivyokuja hivi, kwanza uongo. Kwa wale ambao wao walithibitisha ile jambo kiutafiti kwa mujibu wa tafiti zao, na sisi tunatakiwa tuamini watu kama wale kwenye mambo kama yale, kwa sababu wao ndio ambao Allah kawapa maarifa hayo. Madokta wakapima kwamba kila ambaye anadai hivyo akipimwa anaonekana ni mzima. Sasa hebu tazama hii itikadi namna ilivyokuwa. Watu wakawa na itikadi kwamba ukiguswa bega uume unaondoka, bali baadhi ya watu wazazi katika madaris wanawapigia baadhi ya walimu kwamba mwanangu asiguswe bega na hata na mwanafunzi mwenzake asimguse bega. Sitaki mwanangu wa kiume aguswe kabisa, nataka wajukuu mimi hapo, sitaki aguswe. Itikadi ikawa imeenezwa kwamba ipo au ile jambo lipo, lakini kisha baadaye angalia madhara. Ukiachilia mbali huu uongo ukaenezwa, ukatokea madhara ya itikadi kwamba ikitokea sasa unataka uhifadhi uume wako, mtu hataki kushika bega usipotee, iweje? Watu wakaundua, kuna zile wanaita tura, wengine tura sijui wanahitaji, zimefanana kama zile nyanya zilivyo, wanahitaji huko achilia mbali rubber band zile ambazo walikuwa wanafungia juu, ambazo kuna kama kile wanaita, mimi najua kwenye la tura, zile tura zile, na ndani yake kuna balabendi zile, na wengine waita rubber band. Kisha hapo kuna pini, maana hivyo kivifunga kwenye mkono sawa sawa kama umeukaza uume wako hautoki ukaibiwa. Hebu tazama hii itikadi namna ilivyokuwa na madhara, na pia haikupelekea kudhurika hao wenye itikadi hii tu, bali kuna baadhi ya watu wamedhurika pia. Mimi nimeona na nikashuhudia tukio moja kwenye hivi vyombo vya habari kwamba kuna mtu, na hii nilisikia kwenye simu ikiwa ni mwenzangu, yeye kaeka anasikiliza. Kuna mzee kwenye gari anaelezea, mzee wa hii Dar es Salaam anaelezea kwamba alikuwa kwenye gari kapanda, siti zote zimejaa. Kuna kijana alikuwa karibu yake kapata siti, kwa heshima kijana akamwambia mzee kaa. Alipokuwa anakaa chini, kwa maana kwanza alikataa, lakini baadaye akakubali, mwambia sawa. Wakati anakaa mwambia kijana wangu asante, akamgusa bega. Allahu akbar. Kijana akaeka fujo kwenye gari, umeniibia uume wangu huu, akaanza kupiga fujo. Ikawa baadhi ya watu washaanza kuleta mhemko kwamba huyu mzee kama ni katika hawa uwawe hivyo. Subhanallah, imefikia sasa mpaka baadhi ya watu wakapata ustaarabu, afadhali yake. Mzee anaelezea hapo, afadhali baadhi ya watu wakawastarabu, wakaanza kuuliza isije ikatokea hatua bwana tumemdhulumu mzee na kumtuhumu, wewe kweli uume hauna? Wakawa namuuliza. Sasa ule kijana akaanza kuchanganya maneno na kunying'atang'ata. Kukatokea kijana ambaye akili za mtosha mwenyewe, akamvuta mbele ya gari pale. Alipomvuta mbele ya gari akamvua nguo kwa nguvu. Kumvua nguo kwa nguvu akaonekana uume upo. Sasa ule mzee akamwelekea ule kijana, wewe ulikuwa unataka uliwe? Maana muadhamu ya watu tayari wanakuona adui. Bali mimi nilishuhudia ikhwa katika simu wameweka haya mitandao hii kwenye masala status yao. Nilishuhudia kuna akhi mmoja kaeka, kuna mtu kapigwa mawe kapasuliwa kichwa, pia akachomwa moto, mtu kachomwa moto. Hebu tazama kwanza, ni hukumu gani ambayo sheria imetaka sisi tumpige mtu mawe? Huyu ni mzinifu ambaye yupo katika ndoa mpaka tumpige mawe? Na kama ni kumpiga mawe, sisi ndio wenye mamlaka hayo? Na pia kuadhibu na moto, ipi hukumu yake? La yuadhibu bin nari illa rabbun nar, haadhibu na haifai adhibu kupitia moto isipokuwa aliyeumba moto, yani Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa leo tena ukitazama kilichopelekea yote hayo ni itikadi gani? Ya uongo. Sasa wewe bufuta picha, yule mtu alichoma moto kapona kweli? Hajapona, bali maal asaf kuna mtu ilikuwa ni mkazi wa Dar es Salaam, alikwenda zake, mwalimu alikwenda zake Pemba kutembea. Akafika sehemu wanavyosema yaitwa Madenjani. Kwa wale ambao washawahi kwenda Pemba nadhani wanaifahamu hiyo sehemu, wanaisikia Madenjani. Hii sehemu kasimama, yakatokea aliyotokea, akatuhumiwa kama kamuibia mtu sehemu za siri. Wakampiga mpaka wakamuua. Inakuja kutazamwa yule aliyesema kaibiwa, kapimwa sehemu zake za siri zipo, lakini mtu kashakufa. Kuna faida gani? Angalia madhara kukosa tauhidi. Yani hivi kweli kama una tauhidi ya kweli, yani ushikwe bega uume uondoke bega, maal asaf mabalaa. Sasa ukatokea wanaojitia ujuaji. Sasa nadhani afahamika Dr. Sule na kila mtu amfahamu Dr. Sule bwana naye kaleta kali anaongea kwanza kwenye ile video yaonesha kwamba yeye au ile sauti kwamba hana uhakika wa ile jambo kwamba lipo ama halipo. Yote ni madhara ya ushirikina haya, madhara ya ushirikina na kukosa tauhidi. Asema kwamba pamoja na hivyo alivyoongea yeye, kisha akasema kwamba mtu akiwa anataka arejeshe uume wake ulioibiwa achukue jivu na chumvi. Yani jivu na chumvi. Yani ikiwa umevaa suruali, pengine kijana wale kavaa jinzi, bukta, yani mavazi haya yasiweze kuulinda uume kwa kushikwa bega tu ukaondoka. Jivu na chumvi liweze kuulinda kweli au liurejeshe. Itikadi za batil, lakini zote ni kwa sababu ya nini? Kukosa tauhidi. Wamedhurika watu wengi sana. Leo watu hawafikii kuozeshana baadhi yao mpaka wakarogane au wakaroge kwanza, au wengine mpaka wabadilishe majina, kwa sababu wewe waitwa Ali au Ali na unayemuoa anaitwa Aisha, A na A haziendani, kwa lazima tubadilishe jina. Asa washangaa uliyemchumbia aitwa mfano Fatima, siku ya ndoa waona waambiwa tunakuozesha Mwajuma. Mwajuma? Mimi sikumchumbia Mwajuma jamani. Kumbe ndio yule kabadilisha jina kwa sababu washaenda kwenye itikadi za kishirikina kwamba majina hayaendani. Watu wamefikisha hapa na bado wanaenda, bado itikadi zinaendelea. Hivi leo hebu nyitazameni, wakuta mtu aambiwa wewe ili ndoa yako idumu, angalia ili ndoa yako idumu. Na kuna changamoto kwamba ndoa yako kwa mujibu wa ilivyo hali baina ya jina lako na unayemuoa huwa haitodumu. Ili idumu sasa ile ndoa iibe. Wewe ndio unaenda kuoa lakini unaambiwa uiibe. Waibaje ndoa? Mmekubaliana muoe saa 12 za jioni. Pigeni simu saa 7 kwamba kivyo vote tuoe saa 8. Kwa unaiba ndoa. Yote ya nini? Itikadi za kishirikina. Bali pia afikia hatua kwamba ili wewe pengine bwana harusi ambiwa ili wewe ndoa yako idumu, ukipanda gari au ukivaa joho ligeuze kinyume nyume, au ukienda kuoa uende peko. Sasa ushangaa bwana harusi alivyopendeza vyote hivi, lakini mbona hana viatu? Kumbe kaambiwa na nani? Si kama hana uwezo, yani awezeje kununua joho pengine 150,000, kanzu pengine 70,000, huku ana kofia pengine 200,000, kofia 200,000, ashinde viatu jamani. Unashanga imekuwaje kuwaje? Kumbe kaambiwa. Unavurugwa, yani huna amani kabisa. Lakini hebu tazama namna watu walivyokosa tauhidi. Tujalie kwamba ndo ni kweli hilo jambo lipo. Kwani sisi Uislamu ulitufundishaje? Umetufundisha kwamba tushikamane na kuchukua asbabu za kutuepusha na mabaya, lakini tujue kwamba hakuna litakalotufikia isipokuwa ambalo Allah kapanga. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema uambie halitusibu sisi isipokuwa ambalo Allah ametuandikia. Pia hapo tumeamrishwa wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote ni katika mambo ambayo ni ya tauhidi. Hasa leo yatokea jambo dogo tu
ndio waamini kama alivyosema Allah, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na hawamuamini wengi katika watu kumwamini Allah isipokuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haangalia sasa madhara yake. Yani sasa hivi tuongea kwa ile jambo la uvumi wa juzi tu, kuna watu washauawa tayari, kuna watu wameuliwa kwa sababu ya itikadi tu ya kishirikina. Hebu tazama yani madhara yake. Pengine unaweza ukaliona dogo, hebu vuta picha kwamba aliyeuawa ni mtu wako karibu, alafu huyo aliyesababisha auawe yeye kasababisha hayo kwa sababu ya itikadi yake ya kishirikina, kwa kukosa tauhid. Hebu tazama wa Muislamu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuondoka ulimwengu wote au kuvunjwa al-Kaaba ni jambo dogo kuliko kuua nafsi ya muumini. Jambo dogo hilo yani. Leo muua mtu tena kwa sababu ya itikadi ya kishirikina. Waua mtu au wasababisha mtu mpaka anauawa. Utazama kwamba watu wamempiga mawe, mtu hana hatia yoyote, wamemdhulumu. Na Allah akasema min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. Angalia Allah alivyotaja atakayeuwa nafsi pasi na nafsi, kwa maana aliyeua akauawa au mtu akafanya ufisadi katika ardhi, huyu ni kana kwamba ameua watu wote. Huwa mtu pasi na haki, yani si jambo la sawa. Pia vile vile aya ambayo nimalizie, Allah anasema waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban adhima. Allah anasema na yeyote atakayemuua muumini mutaammidan, kwa makusudi, kama huyu hajaibiwa uume, kamsingizia mwenzake akauawa pasi na haki, au huyo mzee naye akakosa kuuawa, maana bila shaka sababu ni mzee hapo alitukua jasho la mtoka jua hapa nikiumba na uawa. Yeye mwenyewe anasema kwamba ningelikuwa marehemu, anasema mzee, ningelikuwa marehemu kwa maana ningelikuwa nishauawa. Atakayefanya hivi kwa dhulma, yani mutaammidan, Allah anasema fajazaohu jahannam, malipo yake mtu huyo ni jahannam khalidan fiha, ataka humo milele endapo ataihalalisha hiyo dhambi ya kuua au akafa na dhambi nyingine katika mambo ya ukafiri. Wa ghadiba Allahu alayhi, adhabu nyingine, na Allah mtu huyu atamkasirikia yeye. Wa la'anahu, na atamlaani. Wa a'adda lahu adhaban adhima, na atanini amemwandalia yeye mtu huyu adhabu iliyokuwa kubwa. Bali tazama kisa cha Usama ibn Zaid, moja kati ya vita, yani alikuwa anapigana akamuona kafiri mmoja katika makafiri akiwa anawaua Waislamu sana, kisha akabahatika huyu kafiri akamuelekea yeye. Utazame hichi kisa ili uone madhara ya kuua mtu Muislamu. Huyu mtu alipomuelekea Usama ibn Zaid akamnyoshia upanga amuue. Hapo mtu huyu akasema la ilaha illa Allah, kwa maana akashuhudia, akatoa shahada, akamuua. Tazama, kisha baada ya hapo akamuua yeye. Aliona kwamba huyu mtu kahofia upanga asijakafa, analisema hili kwamba anatafuta asife, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wanajua kwamba Muislamu hatakiwi kumuua aliyesema la ilaha illa Allah, kwa wanajua wenyewe. Sasa ili jambo likamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Usama ibn Zaid kamuua mtu na huyu mtu alisema la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kila mara, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, hivi umemuua na baada ya kwamba akasema la ilaha illa Allah? Akasema kwamba nilikuwa naona kwamba akasema vile kwa sababu anahofia kufa. Mtume akasema hal shaqaqta qalbahu, je, uliupasua moyo wake ukaona kwamba mtu ni kafiri? Usama ibn Zaid anasema natamani lau kwamba siku ile ningelikuwa si Muislamu, nislimu baada ya tukio. Sema nilitamani hivi kumuua mtu pasina hatia. Leo watu kwa kukosa tauhidi wanaua watu, kukosa tauhidi. Yani kwanza katika yote niliyoongea, tujitahidini ala kulli halin wa nafis, mtu aifahamu tauhidi. Na ndio maana tukaweka hizo ratiba za kudarasishana na kukumbushana mambo ambayo yanahusu tauhidi. Tuishirizie hapa, lakini
ushirikina madhara yake ni makubwa. Ni hayo niliyotaja na baadhi ya yaliyopatikana katika mazungumzo, na mengi ni ambayo sijataja, lakini nimetaja kwa munasaba wa hili jambo la kuuawa watu kwa sababu itikadi za ushirikina. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wallahu a'la wa a'lam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.